Mama yetu alifariki 2016. 2018 baba akaoa mama mwingine. Hapo ndo migogoro ya nyumba ilipoanza. Baba akaanza kusema anataka hati ya nyumba imsome yeye. Tukawa tunapishana hivyo, tukamwambia baba ikusome wewe wakati tayari una mama mwingine, hii itatuletea shida. Sasa ikawa inaendelea hiyo migogoro na baba akaanza kuumwa. Watu wakasema kwa sababu huyu ni baba yenu, mpeni, haina shida, document tu ikisoma kwa jina lake, hati ikisoma jina lake mtaenda kuweka caveat. Basi hiyo kesi baba akafungua, alimfungulia kakaangu wa pili na kakaangu wa kwanza. Sisi watoto wengine hatukushirikishwa, watoto watatu. Ile kesi wakati inaendelea mahakamani, mimi na wenzangu hatukuwa tunajua. Kumbe walishafika wakafanya settlement. 2024 mwezi wa 11 ni wapangaji wakaanza kuniambia nasikia nyumba yenu imeuzwa. Imeuzwaje? Nikaenda ofisi za ardhi, nikafanya official search, nikakuta bado inamsoma baba kwa sababu tulishaweka caveat. Basi mnunuzi akawa anakuja na vitisho na kutaka kutondoa kwamba baba hawezi kufanya makubaliano kwa sababu baba tayari anapoteza kumbukumbu na nyumba ameinunuaje kwa sababu tayari tumeshaweka caveat. Kwa sababu huyu ni mtu mwenye pesa, alisema atafanya chochote kwa sababu nishafikia hadi saa tukawaita watu tukawaambia, akasema yeye ana pesa na atanitoa hapa nyumbani. Basi ile kesi imeenda na ikaamuliwa, kesi execution ikaamuliwa kwamba nyumba haije kubomolewa. Lakini katika hiyo kesi mimi ilikuwa inihusu wala na wale wenzangu, ilikuwa nahusu tu watu wawili. Basi tukaikatia rufaa na siku ya 30 ikaamuliwa tarehe 30 ya mwezi wa 9. Sasa hiyo tarehe 1 niko saa 7 mchana, dalali wa mahakama anipata ananiambia na maaskari twende ukatoe vitu. Nikamwambia mbona hata ukunipa zile siku 14? Mimi naenda wapi kwa sasa hivi na mbona kesi bado zinaendelea mahakamani? Basi kwa sababu alikuja kinguvu na askari, mimi nikaja nyumbani hapa nikaanza kutoa vitu. Basi nimetoa vitu, babangu aliletwa akawa na mama yule wa kambo, na nikijaribu kurekodi yeye mama wa kambo na dalali wa mahakama wananizuia. Basi na muda huo nikasikia dalali watendaji wakaja wakasema mmepata wapi kibali cha kumuondoa huyu mtu na kata hatujui. Sijui akawa anajibishana nini kwa sababu nilikuwa siko sawa. Nikaona tu tayari yule dalali wa mahakama anawaambia watu jamani, hii nyumba huyu mzee amemuuzia Amos Magaba, kwa hiyo kuanzia sasa ni Amos Magaba. Muda huo natolewa vitu nje na nyumba inabomolewa kwa muda huo. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali tusaidie, na huyu mtu ni ana pesa na sio kwamba huu ni mgogoro wa kwanza. Kwa hapa Sumbawanga mjini ni migogoro mingi ameifanya. Kwa naomba serikali tusaidie. Wewe unawezaje kwenda kuvunja jengo la mtu hata transfer haijafanyika? Yule mzee wa watu mmembeba kwenye mgongo. Nimekuuliza, ungekuwa wewe unafanyiwa haya ungekubali? Wanao ungekubali? Kwa hiyo umenambia huna kibali chochote cha ujenzi, huna kibali chochote cha kuweka hii fence, huna kibali chochote cha kuvunja hapa. Na nipe document ambayo inakumilikisha hapa wewe. Unaonekana wewe ndio mmiliki wa hii mkataba wa ununuzi. Mkataba wa ununuzi. Mmiliki. Nisikilize brother. Nisikilize. Shauri lililoamuliwa mahakamani ni kati ya watoto na baba yao. Watoto wampishe baba yao, sio Amos nenda kavunje. Sababu hizo nifanye nifika hapa ni baada ya kuona taarifa mjongeo kwenye mitandao